Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Ave System Chronicles once again. I'm your host, Omaitha Mwangi. Today, I have a makeup artist. She's very pretty. She's very good at her job. And also, she has other merchandise that she sells to us. I won't talk much about her. I will give her the chance to introduce herself and tell us what she does and the impact she has on women and youth around Lamu. And if you haven't heard about her yet, please listen keenly and be my audience. Karibu sana. Um, Good evening. Good evening. Kindly, do you mind telling us your name and where you come from? Okay, I'm Sophia Adhiambo Omar. Yeah. I was born in Lamu, raised in Lamu. Nimeenda shule pia Lamu. Everything I can say, but yeah, vitu mingi nifanya Lamu. Okay. And then kama ulivyosema, I'm a makeup artist. I'm also a saleswoman, like businesswoman. And then I can add on it. I'm also a chef or a cooker. I cook different food, different meal. I don't have the name of my meals, but they are so amazing. So amazing. Okay, so let's start with the meals. Are they coastal or upcountry? They don't have a name because they're not even they're most of the time I don't cook coastal food. I like them, but I don't cook coastal food. And I mix a lot of things that I get in the house. I can say I have this sweet potato soup. That food is amazing. I don't know even how I prepared it the first time. It was just magic. And then I cooked and then give it to my boss, and it was walala, like everyone. And I thank God for my hands. Everything that I cook, even if it's the first time for me to cook, it's giving. So you have blessed hands in the kitchen. I thank God for that. Pengine, how do you bump into these recipes? Is it something that you go to search, or is it something that comes in your head and you're like, let me try, kwani nini itafanya? What's the worst that could happen? Yeah, How do you do your recipes? my recipe. Is it inspiration ama ni wewe tu mwenyewe unakaa unafikiria? Ni mimi tu nakaa nafikiria, ama I can say my boss sometimes will be like, Sophia, can you cook something like this? I'm like, boss, it's not giving, but when we try it together and come up like with it there and test it, it's just good. So do you work in a restaurant ama? No, I don't work in a restaurant. It's a private house. And then we work also at Shuarland. If you have had it in Lamu, it's a new place that have entertainment, and then we do FNF every Friday. That means I cook, and we have also an amazing like music. People are coming to enjoy yourself. We have games. We have talking. Like we have to connect ourselves. Like, okay, if we are coming together in a place, we don't know each other. Okay. But if we come together and we have those cards, we connect each other, like asking question. Okay. So I'm gonna disconnect from the world to Yeah, connect with to friends. connect with friends. Oh, Yeah. understood. Sasa, you said you work in a private house. So do you work as a chef ama? I work as a chef, and also I can say like someone who can. Okay, mostly I cook. Mostly I cook, and then other things maybe small like do this, just So like housekeeping? something like that. Something not that Not much, that, but mostly it's cooking. So my head is like, what are they going to eat? What are they going to eat? so wewe ndo unapanga menu. Yeah, I have to. So that is your day job. That is my daily job, and I have to make sure if they eat it, they have to like it. And if they not like it, Then you have not done your I have job. not done my job. And I know I love service. I love service. Yeah, I have forgot to tell you that I have studied what do you call hospitality service. Yeah. Service, yeah. So I love service. Literally, when I went to study, I thought like cooking is not my thing, but I love giving out
supporting, like giving, when you have people around you, you want them to be happy. Yeah. So giving back. Yeah, giving back to them. So like when you are in a restaurant, I was not good in going in the kitchen. I feel like these guys are doing a lot. So let me just go back here and then do the service to them. Okay. But after joining Shwariland, and my boss loves a lot of good food, and my people around, also my mother. Like I can say right now, if I'm working, she misses my food. So you're surrounded with people wenye wana encourage mambo ya kupika. Wana encourage sana, wanafanya nipende zaidi na nitake kujua zaidi namna ya kupika chakula mingi. Sijaanza kujua hizi vitu zingine za maybe nje coastal, but I know if I start doing it, I'm going to be the best. Na are you planning kuifanya like nasemaje, kuisomea ama wewe unataka tu kuwa self taught? Like unajua kuna sisi wale tunaenda tunaangalia recipe alafu tunajaribu, alafu kuna mwenye ako na passion ya kupika paka you want to learn about it. So we pengine level ya kupika utataka kufika wapi, ama ushaisomea shule? Nimesomea lakini ilikuwa just by the way. Okay. Sikuwa nimesomea ati ilikuwa kwenye roho, yani ilikuwa just by the way, lakini pia kutaka kusomea tena baadaye, I'm not sure if I'm going to like kuendelea nayo zaidi na zaidi. But mimi napenda ile kujitolea, so itakuwa kama ni kazi yangu tu mwenyewe. Naweza ku invite people, gathering, and then I cook for them, they taste my food, they talk about it, and then that's all. I don't want to work it as restaurants. Maybe I teach people. Na catering unafanya? Yeah, I do catering. I do. Okay. We did catering maybe this month, yeah. Okay. So you have spoken about cooking so passionately. What about the other things that you do? Okay. Do you have the same amount of passion? I had the same amount of passion in doing makeup a lot since I was in high school. I love making myself look good. I love looking good. Like I want to go out, they have to see me. Yeah, they have to see the queen amefika. Of course. You have to kill the show, huh? Of course they have to kill the show. So ulisomea shule ama ni kitu tu wewe mwenyewe umelearn, umemaster the art ya makeup? Okay, the first time ilikuwa ni just by the way, and then ilikuwa coincidence. When I was in school, Polytechnic, and then there was this karatasi na pelekwa, if you want a sponsorship, just write your name and then you'll get it. I wrote the karatasi, and then after so many months, hata nilikuwa nishasahau. Ndo tukapigiwa simu, hello, are you Sophia? We have your a scholarship, you can come, and then this is what you wrote. Hivyo. Na nikapata scholarship ya makeup artist. Tulifanya hadi tukafanya certificates, and then I was sponsored with LAWA. Okay. Lamu Women Alliance. Okay. Yeah. And I thank God for them, because kama si wao singejua kufanya makeup. And I'm trying this, kama chakula si pangi mama kusoma, but makeup I want to learn more about makeup. I want to learn. So hiyo ndo passion yako. Like we can say hiyo ndo career. Yeah. Is that what you want to do in the long term ama? Yeah, the long time, because ni mikono yangu, so naweza pigwa anytime. Jo Sophia restaurant unakuwa nile sawa, I can be there, and then siku inaweza kuwa mbaya ama nini, chakula umepika, people are not coming or something like that, and then you have some people that you hired, okay, itakuwa sawa. Yeah. But sasa makeup I do it on my own. I'll get maybe getting calls from people. If not, hakuna kitu ambacho itakuwa imeharibika. Haina losses. And then I want to learn more about beauty, maybe kucha. Napenda tu kuona wasichana wamerembeka. Na mimi I can say also I'm good in fashion. Really? Yeah. Okay, let's dive to that. Siwezi toka nyumbani nikiwa naonekana vibaya. Okay. I have to look good. Basi wacha nitakutafuta. Mimi unaweza patana na mimi town nimedunga oversized sweatpants na crocs. Yaani hata nikipatana na watu huko huwa waamini ni the same person. Kwa sababu mimi ni wale
mimi si ninaenda tu kuchukua kitu nirudi. Kwani ni kesho? Ndio hiyo. But I think you are quite the opposite. You have to look good ukitoka nje ya mlango, si ndio? Nikitoka. Si mas lakini lazima nipate ile impression like okay. Kisha and then there was this time that nilikuwa niko na acne. Acne. Suddenly, I don't know, from nowhere, it was giving me hectic like nikitoka hivi na sifilitaka kama mtu anaona mimi niko but nilitafuta mambo na hizi beauty, so that's why I want to learn more about beauty, nijue what you are supposed to take, because vitu vingi ambavyo tunachukua zinaharibu pia mwili. Sasa sana vilikuwa vitu kwa nachukua, I was eating a lot of proteins. That's why it was giving me a lot of acne. Okay. So now that you have figured out your face, have you tried figuring out sisi wengine? Pengine nikuja nikwambie, Sophie, my face iko hivi na hivi, unaweza ni advice nini? Ama hiyo ndo unataka kuanza kulearn? Hiyo ndo nataka kuanza kulearn zaidi sasa. Yeah, so cosmetology. Yeah. Okay. Juu nishafanya certificate, so very soon I'm going to do a diploma still hivyo na niende mbele zaidi. Ni sadly kwamba Lamu hatuna mambo na yani vitu za mbele. Hiyo mambo na diploma, uendelee mbele, upate hizo mpaka PhD, I don't know. Mimi nilikuwa sijui kama hizo vitu zinapaka kwa PhD. Nilikuwa najua ni hapo tu. Hatuna shule za kusomea. Ziko lakini ni private. Maybe one day Lamu iko nini hiyo certificate ndo ziko mingi private. Na diploma huko hakuna, si ndio? Hakuna. Sasa itabidi pengine utukimbie kidogo. Mimi nifanye and then I come that is my inspiration by the way. I come back and teach them, or nianze shule yangu mwenyewe. Mungu akipenda, I don't know when, but I'm very sure I will have a school for myself. Okay. And for the people. Okay. Na mambo ya fashion, uko ushaanza kuongea mambo ya fashion. Let's dive to that. Tuambie fashion ulianza lini? Mbona unafanya fashion? Fashion nilianza niseme napenda tu kuvaa vizuri. Okay. So hata nikienda sema most of my clothes are from mitumba. Okay. Sawa? Hata hii kushona is not much, but nikienda kwa mtumba I have to get the first class. So, I can spend a lot of money in mtumba. Like hiyo nguo lazima ikue. I remember the first time nilienda kununua, like most of the time nilipata kazi and then hiyo siku nililipwa, I went out, nikaingia tu kwa duka, every penny went in. That's show. Alafu unazinunua, unazifanyia upscaling ama most of the time siyafanya, najua tu hii inaweza vaa na kitu fulani and then I look good, this I'll wear with this one. Okay. Inakuwa smart. Ama hii nikivaa peke yake, you know, most of the time I don't wear buibui. I'm a Muslim, but I don't most of the time I don't wear buibui. So I have to go out nikiwa nimejistiri my mwili nisionekane sana. Unasikia? So ukuwe stylish. Nikuwe stylish kiasi. And also conservative. Maanake ukiwa like nikivaa tu ukiolela and then my skin is showing all that, hiyo pia highlight. Okay, so if fashion una plan pengine kufika wapi? Kwa sababu from what I understand you are styling more than designing. Unajistyle. You are styling instead of design. So designing include mambo ya kushona, kuchora, sijui. So wewe ni stylist. Naweza kuambia hiyo ngolova hajaenda na hiyo kitu ambacho umevaa. Haiendi kabisa. Hebu badilisha, tafuta ingine ama vitu ambazo jewelries ama hivyo. So tukiomoka utakuwa na tu style kwa events. Lazima. Unilipe tu. Bora usitucharge expensive. Unajua sasa baya stylist mkiomoka mkipata jina hamshikiki. Au sijali. Tunakumbuka nyuma. Okay. Tunakumbuka nyuma. Kama sasa hizi niko na biashara ya fabrics. Tunaziuza ni bei rahisi sana. Sana tena. Kama sasa umesema vile umesema stylist. Mimi sasa hii ni wale watu wa fashion, watu ambao wanaenda kushona, mnaweza shona sijui manini, makoti. We have a lot of fabrics. Okay. Yeah.
a lot So of them. kama hii for example huwa mnauza kama how much? 1800 peke yake. Na nikikuja nikuulize opinion, nikuulize kama for example which one should I take, Inaweza kuambia like this color with you is giving. and Yeah. do you charge for that right now? No, I don't charge for that. I just want you to be happy. So hiyo ni extra service. Extra service. You know, I have to talk to my clients nicely so that they can just take them And come back. and come back. Unajua ukienda sehemu na mtu akuongelesha vibaya, mi pia siwezi rudi. Mbona nirudi? Ni kweli. Na sasa kama hizi mnauza how much? Kwa sababu ila mnaye mko na prices ziko insane. Basi mimi ni cheap. I'm just 1800 only. Okay. Mhm. Na duka yako pengine iko, do you have a physical location? For now, I don't have a physical location. I'm just at home most of the time because niko kazi hiyo ya kitambo nilikuwa niko shop, but saizi things are kind of harder kiasi, so I'm working and then it has a lot of like my time. That's why pia si participate sana mambo na makeup kama kitambo. Si hata sijipaki mimi mwenyewe most of the time, but sasa kila time saizi nimekaa sana kwa mambo ya food. Okay. Yeah. So hizi zingine umekuwa out of touch kidogo. Out of touch kidogo, but I'm still there. Whenever you call me, Sophia, do you have this? I'm available. Utapatikana. Na pengine makeup ya kama wedding, because najua hiyo ndo ina take time, for it takes a now, lot. wedding sijafikia. Okay. Sijafikia. Mbona hujiamini? Si kama sijaamini, nataka mtu apendeze, lakini naona bado unajua wedding ni siku yako moja, na you have to look very good and you have to spend. Okay. Not like the bride. Yeah. Maybe the bridesmaids. Yeah, bridesmaids naweza fanya. I can do that. Unajua mimi sasa niko na ile kuogopa like if the bride will look good to others. Is it because you have never tried? Sijawahi jaribu na sijakuwa confidence of that, like you know, it's just that one day for the bride and she has to look good, and sijajiamini kwamba naweza kumfanya, but I know I can make people look good. Do you practice on somebody ama utageta je hiyo confident kama pengine hauja practice the makeup? How will you get there? Yeah, I do practice, lakini of lately I've not practiced like since this 2025. I'm just doing it on myself. Yeah, I've been doing on my friends, but sasa sijawahi kufanya ile kati nikachini nikasema this is a bridal makeup. Ukafanya. Sijawahi. Na pengine services zako za makeup, how much do you charge? Inategemea, tunaanza 500 tunaelekea until 1500 ama 2000. So ni ile ambayo nataka. Na hiyo 2000 sio ya bride, ni ya kwenda wapi? Hiyo ni full makeup, lakini sasa okay. Yeah, inafika hapo kwa bride, lakini sijajiamini mambo na bride kabisa. Okay, sasa mimi I offer my face. Pia mimi huwa sipaki makeup. If my audience can notice today, I look good. I do look good. Of and course she didn't you do. even take 5 minutes to do this. She didn't even finish No, it's 2 just minutes. making you a touch up, at least you look good. Yeah. So I can tell she's really good kwa sababu hatuku take time, and I don't feel heavy on my face. So one reason that I avoid makeup is because of how heavy it feels. Yeah. So mi sijazoea. So I'm sure hii video umefanya i-trend. Leo nimepaka makeup. So okay, apart from fashion, cooking and makeup, what else do you do? I'm a photographer too. Where? You're a jack of all trades. As long as there is money and I can help people with it. Photographer is my passion. I can not much, but I love taking pictures. Okay. I love taking people smile. Okay. Wakismile nasikia tu vizuri. Nataka tu smile kwa picha, memories, keeping memories. So I don't do that a lot, but if I get cameras, I do. Na sasa saizi mtu akiweza kuita uende ukafanya mentorship program kwa girls, do you think you can do it? Yeah, I can do that. Have you ever done it? Yeah, I have. I think I went to Wioni, a school, Wioni, and then Hajnad. Yeah. So you have done a few mentorship programs. Yeah. Na in your field of work or career, pengine ni challenges gani umepatana nazo so far?
mtu akiniambia chakula chako ni kitamu sana, I didn't like kuna time we had a festive and then unajua hiyo chakula ambayo kwa napika it was supposed to be so sweet. Okay. So and other people don't like sweet things. So ilikuwa na complain this food iko na kitu fulani. Mbi unajua kuna ile mtu anapenda liking yake and then your liking is I feel bad by mtu asipopenda chakula changu, but you have to take the risk. But you know, kama pengine ni kwa event unafaa pengine uende yes sugary alafu una balance kwa sababu kuna na balance but sasa hiyo ilikuwa it was a new thing. Okay. That's why we offered like this is what we've got right now and how do you think about it? Oh, so it was just like a testing. Yeah. Oh, okay. So do you have this every time you prepare a new meal ama ni kitu unafanya once in a while? We do have it. Once tukitengeneza kitu mpya shwari, boss ana invite watu, tunafanya like testing. They have to know that we have this, or sometimes we have them order if they want food from us. Okay. Yeah, we do have that order. Mtu anapiga simu, order something and then we cook for them. Like when una order from asubuhi till saa 5. Na uko shwari unakuanga full time ama mnakuanga tu specific days, hours? Full time. Mnakuanga full time. So every time mtu akikuja tu uko atawapata. Sasa sisi tunadeal sana kwa shela and then kule tunafanya tu FNF peke yake. Okay. So kuna shwari shela. Kuna home shela yani. Okay. Sasa tunakaa shela. Huko ndo mnapikia tunapikia everything and then kule tunafanya hiyo mambo na games, watching. I know you haven't come and watch, but tuko na movie night. Yeah, I just popped in once nikakaa kidogo lakini mimi si mtu wa late night so nilihepa. But pengine unaweza tuambia what happens there, ni services gani mko nazo, transport, mtu atafikaje huko? Yeah, Shwariland is we have free transport, free entry. Ni wewe mwenyewe ukuje usherekee, ubambike. Kuna food, kuna vinywaji, kuna games. Kuna games za connect to each other. Hata kama sikujui sasa hivi, but I will know you there. After the game tutakuwa mnajuana. Kabisa. Okay. And the space is great, like in adventure. Ambayo ukifika pale ni kama hauko Lamu kabisa, uko outside of Lamu. I think you should share some photos, maybe some videos with us, so that we can show the audience what you're talking about. Unajua unaweza kuwa una explain na specials yako na mtu mwingine ni different. Tofauti kabisa. Yeah, so pengine you can share some photos ndio ilete ile motivation ya mtu kutaka kuja. I will. Okay, so do you have anything else to add? Anything else? Unaweza peana advice huko nje. So umesema unafanyanga mentorship. Pea watu advice huko nje. Tell them how do you keep going. Waambie if something goes wrong, huo una correct. Useme kama umefanyia mtu makeup ika go wrong, how did they react? Of course. And what did you do? How did you handle it? You know, I remember the time that I did makeup for someone and then haikwenda vizuri. But mimi ni mtu naongea vizuri na customers wangu, so nilimwambia tu can I just wipe it and then we do it again, because kwangu mimi ilikuwa ni hainiletee ile, alikuwa anaona iko sawa. Naona iko sawa. Mimi nawaambia hapana, I want you to look good, so this is not the thing that I want it to be on your face. So maybe vitu zikienda I can say I'm not that person who express my feeling to others. Most of the time I hide it a lot. And if I do that, you're very close to me. And then I get support from my mom, my parents, my dad also, and my siblings, also my friends. Okay. And then kama kuna kitu nakuumiza sana, nenda tu kwa room ulie utoe hiyo uchungu. Alafu do you talk after that? Ama nikilia ikiisha ndio hivyo? Nikilia ikiisha natoka nje, like
nothing has happened, lakini baadaye I just talk, naweza ongea tu kama story. Na unajua nimefanya hivi na hivi. So wewe una deal na pain yako mwenyewe alafu unakuja unatuambia story. Naambia tu story. But ikiwa very worse. Okay. I have some friends ambao naweza naambia unajua kitu fulani inanifanyikia. I just need an advice and then I get it from them. And then prayers, I pray a lot. And then what again do I say? Right now I'm good. I thank God. I have si kama kitambo, you know, pia social media pia inatupeleka vizuri. Right now sijafungua mambo na chakula. I'm just using TikTok for fun, makeup, so I have to start that. Mujue chakula ambao mimi napika different kidogo. Okay. And then kitu gani tena ingine? Nikana vitu mingi. Zimarket zote, sema zote, watu wanasikiza. You don't know, ujui mali watafall. Unajua sasa unaweza kuwa unafanyia watu makeup but the boys can't do makeup. Pengine wanaweza kuja kwa fashion ama kwa chakula. So we market kila kitu yenye uko na, everything that you do, say it, put it out there. Yeah, nafanya me jack of all trade. I do a lot and then I go around. If you have anything to market around, I do that. Nafanyanga marketing pia. Yo, competition ile iko huku nje. Msisikize mambo yake, mimi ndo nafanya marketing. Competition ni kubwa. Yeah, but we thank God that we are living. Yeah, so umepata gigs za marketing so far? Kiasi sana. Hiyo nishaipenda, naenda nayo. Yale. Hiyo chukua tu roho safi. Mmesikia nimepewa roho safi. So akiambia uko nje ananidai. Msisikia mambo yake. Nisikuharibia CV huko nje. Unanipea roho safi alafu unasema unanidai. Unataka nikate hivi sasa. Okay, so gigs za marketing umefanya like how many? So far. Moja tu. Ama umekuwa serious nayo ama ni kitu tu ilikuja kama by the way? Ilikuja tu by the way. Okay. Sijakuwa serious nayo. Okay. Nakumbuka when I was starting, sikuwa confidence. And then kuna ile time I think kuna journalist marehemu. Okay. Aliniambia tu, Sophia, you know what? You can be very confident, like nikuja na kuchukua video hivi naongea mbele za watu. Uko na sura mzuri na unaweza fanya pesa ingie. Na mbona uliacha? Alifariki ghafla and then sikuwa na mtu wa kunishika mkono. So sikuwa na sijui njia za kwenda. Unajua if you have someone who hold your hands and then go through whatever you are, like wanakupeleka sehemu ambayo unafaa kufika, it's good. Yeah. Naweza kupea wangu lakini usimuibe. Ufanye tu na content lakini usimrudishe hapa. Usijali. Mimi si mbaya kuchukua watu. As long as tunasaidiana. Yeah, it's true. If you have the ambition alafu upate mtu mwenye anakupush, you can do. So maybe you can try. I'm serious by the way. My camera person is good. They can direct you to do what you want. And I think marketing unaweza ifanya. Mimi amekuwa akinipush, nimekuwa a bit reluctant. So ndo nakwambia usimuibe. Nikikupea mrudishe, tutaka niko reluctant. Wacha tutasukumana na pole hivyo. Nitakurudishia tu roho safi. Yeah, so umeniambia mambo ya marketing, uniambia mambo ya fashion, umeniambia lakini unajatuambia page yako tunakupata vipi ama pengine namba yako? Okay, I'm not very like available sana kwa internet. Mimi niko TikTok, I'm most on TikTok. Videos most of the time, you know, kuangalia hizi mambo na spirituality, manifestation. I can say lazima sema niambie vijana wadogo try manifestation. Try it works. It works like magic. That's why you're here. You're here to inspire them. Tell them what you do that works for you. It works like magic. Because I have started doing the manifestation since last year. Last year was very hectic for me. Sorry. Very, very hectic. Sorry. But you're past it. Right? I've passed it and right now, look at me, I'm smiling. I'm smiling like nothing happened. Yeah, you're pretty too.
manifestation work. Just go and Google it and do whatever. You see whatever people are saying about it, and you. Right now, it's a new moon. It's a new moon. It's a new moon, right? I'm not sure. I've never known that one day I'll be interviewed anywhere. And look at this is happening right now. Now you're here at the beginning of the camera. I've never knew that one day I'll be at Shuariland and enjoying my life and making people proud, happy. They enjoy my food. They enjoy my space, my company. I never knew that. You're a vibe. So you've started living your dream. Of course. Yeah. Of course. Maybe inshallah, I'll continue living my dream. And hopefully I want to start the thing that I told you, restaurant or something to help people or something to come together, people to come together, know each other, help other people. No, it's not about just helping people with materialistic. You can help them with ideas. You can help them with wisdom. A lot of things. Watu wakija hivi pamoja huwa analeta idea yake, inakuja hivi pamoja, mnasaidia group nyingine. Sasa si create event. Unajua sasa before you create a solid thing, unaanza na create to event kidogo kidogo. At least unajua Sophie does this. Nikienda pale nikipeana idea yangu, some people will buy it. Unaweza anza pole pole. Si lazima tungoje 10 years ndio tupeleke kwa anza sahi, start now. Already niko hyped up. I can't wait. Let's say we have a space at Shuariland, we can start doing it. Ili watu wanakuja pamoja, maybe you can contribute and cook things. Ama wajua, you know how to cook this, you know how to cook this, you know how to cook this. We come together. Vile tunavyopika, tunajua vitu mingi zaidi. Yeah. That is what I was thinking about also. Pia mambo na ile kusaidia orphans. Kama we have themes kama kuna moja ambayo tunafikiria about rich aunties and rich uncles. Hiyo ni gani? Hiyo ni gani tena? Hiyo ni just a theme. Maybe unasema ile old school, mtu anakuja na vaa nguo ya shule, but hiyo sasa ni rich. Unakuja ukiwa umevaa nguo, unaonekana tu rich auntie. Okay. Unaonekana tu rich uncle. So kicha hapo ni stories ama sasa hiyo kujua mnazafanya nini pamoja, msaidie community. So lazima tukue rich ama ni manifestation? Unajua naweza kuja kama nimeng'ara na nguo za mkopo. I'm manifesting. Aina shida. As long as you come there, you are coming there to enjoy our own company. Nikuja tu na idea, si ndio? Nikuja tu na idea, okay. Anything as long as tunajibamba pia. Okay. Well, and you enjoy my food too. Yeah, food insist. So fungue tu restaurant. I can literally say come, just come and enjoy my food. Mimi hata mimi nataka kukula hiyo chakula yako, mimi nataka kukula. Lazima ukuje ukule. La utapenda sana. Sasa ni unialike, uniambia ni lini, usiniambie tu kuja ukule na usijui utakuwa home lini. Very soon I will invite you if you have an event. I'm not sure, but inshallah before anything happens, I will invite you. And then I forgot, I'm also a masseuse. I massage. Mambo ni mengi. Unajua Kenya imetufanya Gen Z tuanze kufikiria big, tuanze kujua vile tutapata hizi mapesa marupu. Huko ukienda missing leo uko na chuo mingine ya kupitia. Kabisa. Bora tu usilale njaa. Bora usilale njaa. Ni si kitu kimoja peke yake. Wow. I also do massage, by the way. That's a good thing. Yeah. Vitu mingi professionally. Ulianza kitambo. Ni hiyo kitu. It was just a coincidence. Nilipokuwa Alam Girls, there was this girl hawezi lala bila ni massage kichwa. Mimi sasa lala mpaka ni massage. I don't know, she's a mother, I think so. Okay. Ilikuwa na massage kichwa, and then mtu mwingine akaniambia, can you massage me too? So ile kuanza massage watu akasema, oh, you have, like I can say, okay, my hands are blessed. I'm very blessed. Kitchen. I am blessed. For masseuse, for beauty. I love your confidence. I really do. Thank you. We need
more ladies like you wenye mtakuja hapa mtupe motivation. Sasa unaona umeni psych up. Mimi mwenyewe nilikuwa nimetense. Lakini tension ishaenda. So right now I'm just psyched up. Mimi kitambo I was not confident. Nikikaa hivi nasikia baridi. Kwa nini? I don't know why, like, but nakumbuka when nilipokuwa Uyoni secondary, kuna ile watu walikuwa they don't care. Wait, umesoma secondary ngapi? Juu nimesikia Mbili. Nimesikia la Mugal sasa nasikia Uyoni umenichanganya hapo kidogo. Nimesoma mbili. Okay. By mixed na hii nini? Girls. So your girls ndio nifanya nijue I can be a good massager. Saizi mtu akiniambia can you massage me? Of course. But right now you have to pay. Okay. Yeah, right now you have to pay. Si kama kitambo I was like, okay, I'm a good girl. A good girl is not paying. Ati good girl is not paying. Baki wewe Sophie. Alafu unajua umesema wewe ni Muslim na umesema huvai buibui. How does that work here? Okay. I remember when I was a kid, nilikuwa nasoma private school, and the school was a Muslim. So nilikuwa naona wasichana wanavaa buibui and I loved it. Ile sasa kukaa kusubiri kununuliwa buibui ikakaa most of the time mpaka nilifika class 7 nikaona what is this amount for me to wear buibui when najistiri. Okay. As long as najistiri and so from kitambo wewe huvai? Not much, but if I do. Kwa sababu karibu niseme kuna siku nilikuona kama umevaa. Ulikuwa basi unaenda wapi? Ulikuwa unaenda wapi? I think I have ever seen you in a buibui. I think once kama sijakosea. I do wear buibui sometimes, but not, it's occasionally. Ile nikiwa na haraka ama I've got something to do haraka hivyo navaa haraka nitoke. Okay. Lakini nipende kivaa haraka I have to look good with it. Si kuvaa tu nitoke. You don't compromise looking good. I don't compromise with that. Okay, sasa pengine najua pengine umepata backlash and all that, but I don't want us to get into that part. So mimi ningetaka pengine kufunga interview. I don't know kama nimekukatisha ama kuna kitu ningependa kusema. Mimi nimefurahi. Hakuna kitu nimekatisha, but I thank you for inviting me here at your place. Thank you for the interview. Karibu it's a real deal. I'm grateful, by the way. Okay. We are going to be great. Sasa juu nimekuita kwa show yangu na mimi kila siku huwa nawaambia like, subscribe, share. Hebu waambie wewe pengine wewe ukiwaambia they will. Na waambie vizuri, waambie tu vizuri. Jamani, kama unatuona hivi katika hii page yetu, please can you like, subscribe and share this YouTube channel, as long as tunasaidia wasichana sisi wenyewe wanawake tujipeleke mbele. Yeah, this is a youth channel. Of course. And by the way, apart from that, subscribe to your makeup. Leo nimepakwa makeup. Umependeza. It's very simple. No, very, very simple. I feel very comfortable. Otherwise, I ningekuwa nimefuta ninakaa kama Anyway, thank you for being here with us today. I really appreciate your audience. She was such a lovely lady. I would love to have her again. But next time, tutafanya makeup live. Pengine anatuchocha. Na nikikula chakula yake, nitakuja niwapatie feedback. Isiwe anatuchocha bure. Siwezi kuacha kuchocha. But kama uko na event, kama uko na birthday, pengine you can contact her, akufanyie catering, kufanyie makeup, akuuzie fabric. Si nguo ni fabric. Zinaitwa Shwari. Yani everything I can say, mimi saizi ni I'm a brand ambassador of Shwari Land. Sasa mnaona she's a huge marketer. Ni venye tu anacheza hapa chini ya maji anachezea. Lakini hata mimi ni marketer. Watu wa Shwari. Pia mimi mnipe kazi. Utapata tu. Ngoja nikuwe tajiri. Mimi najua mimi ni tajiri but sasa Sophie surely unataka mimi nikae ningoje wewe kuwa tajiri ndo mimi nikuwe tajiri. Wewe bana ukipata so moja nipe 50. Ni nini? Miaka inakuja mimi utaona tu hapo niko na Benz ama niko na itoje Mercedes ama inaitwaje? I don't know. So do you give out your number for marketing? Yeah, I do. This is my number 01 12 14 91
31. You can get me anytime. And then we do catering, we do delivery of food anytime. Kwa siku tuko na ni type of food ambao unaweza tupigia from asubuhi mpaka saa 5 ndo order inaisha. Yeah, we're just calling ourselves Shwari Land. Okay. Well, thank you for being here. Pia sisi ukitaka kutusupport, namba yetu ni 0796 065 396. Support your girl bana, tuendelee kushoot content Kabisa. And we've been hosted by Janat House, so we are very grateful, and we will see you next time. Like, share and subscribe. I don't wanna know if you burn my, keep it on the low. Don't cause my heart can't get anymore. If you're creeping, please don't let it show.